Yes, bwana wadau wangu mambo vipi? Kwa majina naitwa Suma Jaga Building. Sasa wadau wangu leo nilikuwa nataka niongelee kidogo kuhusiana na aina ya kifusi ambacho huwa tunatakiwa kuweka kwenye msingi. Unajua ukishajenga msingi, ukishafunga mkanda huwa kuna mashimo ambayo huwa yanabaki kwenye nyumba. Sasa yale mashimo kimsingi huwa yanatakiwa yajazwe udongo na sio kila aina ya udongo ambao upo basi mdau wangu unaweza ukaujaza. Kuna udongo ambao unafaa na kuna udongo ambao haufai. Sasa mimi kama Sumajaga leo nitakuja kuelezea udongo ni aina gani ya udongo ambao unaweza ukauweka na aina gani ya udongo ambao haitakiwi uweke. Sasa mdau wangu nikianza kabisa na aina za udongo, kuna aina kubwa za udongo tunaweza kusema au kifusi ambazo ni tatu. Kuna mfinyanzi, kuna udongo wa kichanga, pia huwa kuna kifusi cha mawe. Sasa nikianza kabisa na huu udongo ambao au kifusi cha mfinyanzi, hii bana huwa hairuhusiwi kuweka kwenye msingi sawa, huwa tabia ya kutanuka na kusinyaa. Huu udongo bwana, kipindi cha masika au kile kipindi ambacho unakuwa umeloana, huwa una ile tabia ya kutanuka, na kipindi cha kiangazi au kile kipindi ambacho unakauka, huu udongo huwa unasinyaa. Sasa kile kitendo cha udongo kutanuka na kusinyaa huwa kunaweza kusababisha cracks mbalimbali kwenye nyumba, na ndio maana mdau wangu hushauri kuweka kifusi cha aina hii au kifusi cha mfinyanzi. So mdau wangu, wewe kama unajenga, kama una fundi wako ambaye anakujengea, jitahidi sana kumkumbusha asikuwekee huu udongo wa aina ya mfinyanzi. Mdau wangu, udongo ambao unashauriwa utumie kama kifusi ni udongo wa kichanga na udongo wa mawe. Sasa huu udongo huu unaonekana kuwa the best. Sasa huwa una chembe chembe kubwa, na hizi chembe chembe kubwa huwa inasaidia au inarahisisha kuweza kupenyeza maji kiurahisi, na pia huu udongo huu una sifa kutokukaa na unyevu. So ndio maana udongo huu umeonekana kuwa the best kutumika kama kifusi. Sasa mdau wangu, mimi kama Sumajaga, lengo la kuelimisha au lengo la kutoa elimu kama hii hapa ni kwamba mdau wangu nataka nikusanua au nikuelimisha, ili the time utakapokuwa unajenga basi huu unajua kabisa vitu ambavyo ni vidogo lakini vinaweza vikawa na impact kubwa kwenye ujenzi. Maana sio kila mdau au kila fundi utakayemchukua aje ukujengea basi atakuwa anaelewa vitu kama hivi hapa ambavyo kimsingi baadaye vinaweza vikaja kusababishia effect kubwa sana. Sasa mdau wangu, tucheki sisi kama Sumajaga au unaweza kaendelea kutufuatilia ili kuweza kupata elimu mbalimbali ambazo zinahusiana na mambo ya ujenzi.